Imagine ulipata mtoto wa kwanza, ukapata wa pili, ila kupata watatu tu imekuwa changamoto, hadi ndoa yako inataka ivunjike. Yani imefika mahali hadi mmeo kabisa na kutamkia kwamba imekuwaje sasa, mbona hatupati mtoto, wewe ndo una shida. Na hii ni hali ambayo imewakuta wanandoa wengi sana. Ilikuwa sio changamoto kubeba ujauzito, ila wakapata mtoto wa kwanza, wa pili, lakini kupata mtoto wa tatu kwao ndio imekuwa changamoto. Nisikize nikwambie, ni kweli kubeba ujauzito itawezekana, lakini unajua ubora wa mwanamke wa mfumo wa uzazi unashuka kadiri miaka inavyozidi kwenda, kadiri siku zinavyozidi kwenda, lakini pia kadiri anavyozidi kupata mtoto. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa ukuta wa mji wa mimba bado haujarejea kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ukiwa ni mwepesi sana au ni mgumu sana kupita kiasi, unapelekea ushindwe kubeba ujauzito. Ila pia homoni zako za uzazi, utendaji kazi wake ni wa kawaida sana, kitu ambacho bado hakiharakishi ule uwezo wako kubeba ujauzito. Ila sio hivyo tu, ni vizuri pia ukaweza pia kufuatilia ubora wa mayai, kwa sababu ubora wa mayai unazidi kupungua kadri siku zinazidi kwenda, lakini pia kadri siku unavyozidi kupata mtoto. Na ndio maana yake napenda kusema kwamba nipo na katika safari ya kuita mama. Kama ulipata mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu na bado imekuwa ni changamoto, kuna njia nzuri na ukafanikiwa tu kama wanawake wengine ambao umeendelea kupata msaada wa huduma.